Mpaka saizi mimi mwenyewe sielewi kama nini inaendelea katika kundi. Mpaka saizi sielewi kama wanatarajia kufanya nini bila mimi. Unasikia hicho kitu? Wanatarajia kuendelea wapi bila mimi? Wakati tumemeki miaka nyingi tunapigania hichi kitu. Mpaka saizi watu wanakutenda hivyo, kama wewe utawaza nini? Lakini nao wakiona mambo kama haya wataumia roho, lakini acha niwaambie yote na gisi yameanza na gisi yamekuwa, ajili wanaoni support wanielewa na mimi. Nimekaa muda mrefu kimya, media zimeongea, watu wanaongea, watu wananiulizia, lakini mimi bado naikaa kimya. Leo nimefurahi sana gisi tumekutana hata na leo yote nitayaongea. Kwa nini hujahudhuria kwenye ndoa ya rafiki yako? Bakunzi ba Buja Hit TV, ndabaramukije cyane, ndabakunda cyane, I love you so much. Ndabakunda kuko mukurikirana ibiganiro bya Buja Hit TV. Nta kindi gituma ndabakunda vuba, nukubera mwita ibiganiro bya Buja Hit TV, nukubera mwiruka kugira subscribe, nukubera mwibuka kwandika commentaire zanyu, like na share. Urumva ntegerezwa kubakunda. Je vous aime beaucoup. Nitwa Nancy kuri microphone nkuko mubibona nkaba ibintu ni atari umuntu duhuye. Amracha usiku nini? No. Nashaka kuntoka. Yes, bakunzi ba Buja Hit TV, nimureke kuzamuregira subscribe, commentaire zanyu, like na share. Nkaba ndi kumwe ndi kumwe reka oya singombwa ndamuvuge muramuzi. Rero abantu bibatari ngombwa turinde kubavuga. Dany urashaka kuramutsa abakunzi ba Buja Hit TV n'abafans bawe. Yo, what up everybody? Bakunzi ba Buja Hit TV nkuko mibona ndikwe na Dan, tumevumbuana, nimemuona nikasema nisiendi hivi. Ya ndo maana mnaona ari mwikota nyene, namwe murabibona. Mfise byinshi cyane shaka kumubaza, niyo mpamvu ntari kumureka ngo agende and talk. Dany, samani kwanza kwa usumbufu. Najua hiki kitu hamkipendi. Tukipendi zaidi, kutuvumbua mambo ya hivi sio fresh. Lakini gisi umekubali kandi wamaye umwanya, reka ndakwibarize ibi bibazo bitari byinshi cyane. Dany, kwanza imbere ko ndakubaza ikibazo, banza ugire ikintu kimwe ubwira abafana ba muri 2020 tutigeze ubabwira imyaka yose wakoze umuziki. Nashukuru fans wote walionisupport. Kwa sasa nafika hapa, Dany inajulikana, watu wote wananijua kwa media, na mimi nilikuwa natarajia kufanya big issue na nyinyi katika huu mwaka, ajili mlikuwa wengi kwa kunisupport, lakini kuna vitu tutaongea vitatusababisha huu mwaka sitakuwepo tena, lakini acha tuanze na dada. Dany, unaweza kutuambia, najua wote wanajua sahihi sote na siri, haupo tena kwenye Best Life Music. Shida ni nini? Kutokuwepo kwa kundi sio kusema kama watu wote wanajua. It's the first interview mimi naongelea kwanza hicho kitu. Unajua wewe ni star, sio mpaka uongee. Kuna vitu muhimu mnakosa, lazima muongee. Basi tu mwamjui watu wanawafuatilia kiasi gani. Mimi niko sure watu wanajua. Watu wanajua kama kumekuwa bifu ndani katika kundi yetu, lakini watu walikuwa wanajua bado mimi nipo ndani. Na bado watu wanajua kama mimi nipo kwa size. Unasikia? Lakini kuna vitu ndani natarajia niambie watu, lakini na hofu. No, bora ni kitu cha kawaida. Unajua kuna watu wanatumia pesa yao, wananunua voucher, wanaweka bando ili mradi waone kazi zako. Sasa usipoambia na kuwa wazi, utawafanya hata maybe siku nyingine wasi wanafuatilia mambo ya muziki wa Burundi. Inakuwa ni vizuri unaweza kuambia mafanzi wako kwa nini haupo tena kwenye kundi. Unajua ufu wangu ni nini? Ajili ni wafanzi wangu, nimewajenga sana muda mrefu, nimewapambana nao, wamenijua katika kikundi, wametarajia mengi sana katika kikundi, lakini nao wakiona mambo kama haya wataumia roho. Lakini acha niwaambie yote na gisi yameanza na gisi yamekuwa, ajili wanaoni support wanielewa na mimi. Nimekaa muda mrefu kimya, media zimeongea, watu wanaongea, watu wananiulizia, lakini mimi bado naikaa kimya. Leo nimefurahi sana gisi tumekutana hata na leo yote nitayaongea. Mimi kwa kundi bado kivyangu nilikuwa najua nipo, lakini watu mbalimbali, vitendo mbalimbali kwa kundi ndio vinanifanya mimi nijisikie kama sipo tena. Unaelewa?
Story ni kama aje nasi nikwambie. Watu wote wanajua Best Life. Watu wote wanajua Dany Lo, watu wote wanajua GP, watu wote wanajua wengine, unasikia? Lakini imefika kiasi kumekuwa tatizo ndani ya kundi na ikatuma hata kundi yenyewe imekaa kiasi kimya hivi, watu wameona tunakaa kimya, kumekuwa sababu. Na hizo sababu ni sababu zenye hazinizisha hata niongee kwa mic saa hizi. No, unajua Dany, yeah, of course, unajua kuna vitu fulani vinakuwa vinauma, kuna ni kitu yani inakuwa ni ngumu kizungumza, lakini kwa ajili ya kuwafariji mafans wako, kutaka usiwapoteze au wasikoni wewe ndo mbaya, inakuwa tu ni vizuri uongee. Mimi niko na mambo mengi sana ya kukuuliza, maana mwenyewe hata nishapata habari nyingi. Nilikuona tulivyokuwa tunapita nikasema no, tulikuwa tunatoka kazini. Nikasema no, hapana, unapaswa niongee naye. Yeah, tena asante sana. Lakini mimi naona tu ni vizuri ongea na mafans wako. Yeah, poa. Swali lote lipo nalihitaji niambie. Okay. Swali la kwanza, kabla hata kujua kwa nini ulitoka kwenye kundi au kwa nini haupo tena kwenye kundi, kwa nini hujahudhuria kwenye ndoa ya rafiki yako? Hilo swali limeongelewa sana, ndio maana nimesema kweli kuongea inabidi kweli nichukue muda. Hilo swali limeongelewa sana, watu wengi wameongea, watu wengi wamenijudge vibaya, watu wengi wamesema Dany iko wrong, lakini mimi sijakuwa wrong. Unajua Mungu akikupa hekima unakuwa mkubwa. Ukiwa mkubwa lazima ufikiri nini unapaswa kufanya mbele ya kila kitu. Nimesema nikiongelea hili jambo litakuwa tatizo sana. Mimi sijakuwa kwa ndoa, sijapata hata invitation. Sijasikia hata kitu kinaongelewa kuhusu ndoa katika kundi. Hatujafanya hata mikutano ya kusema tuongelee hichi kitu kitakuepo, hichi kitu tutakifanya hivi. Kama mchizi mimi najua, kama kwa kundi ni family, si unajua na wewe, lazima tuongelee point, lakini hakuna hata siku moja tumeongelea point. Lakini hata siku moja sijasikia wanasema kuna ndoa fulani itafanyika. Unasikia hicho kitu? Mimi nikikaa kimya. After day nikaona mapicha wanaposti. Sijapata hata invitation. Niambie nitajalika je kwa ndoa? Niambie. Bakuzi wa Buja TV, mubandanye mukurikirana ibiganiro bya Buja TV, kumunsi tubazanira news nshasha, kumunsi tubazanira ibintu bishasha. Unajua Dany, mimi kivyangu nilijua ulialikwa alafu haukuenda. Alafu nilivyosikia kwanza haukuhudhuria kwenye ndoa, mwenyewe nikachukua time na kukaa nikasema yani watu watakuwa na mapenzi, unaona? Ya, lakini tunashukuru sana kwa tuweka wazi kwamba sababu ya wewe kutohudhuria kwenye ndoa ni kwa sababu hata hukupata invitation. Na kitu kingine, kweli ulikuwa unampenda mwanamke wa rafiki yako, ulikuwa au ni uongo, ni uzushi? Mimi watu wanaongea, unajua misemo iko fasi yote mitaani, wanaongea, watu wote wanaongea wanachokitaka, lakini mimi kwa ukweli sijapata za conversation zenyewe ziko private na huyo demo. Hatujawahi hata kukutana, tuko wawili. Sijawahi hata kumtext, sina hata namba yake, sijajua hata akaunti zake. Unajua hicho kitu? Namjua kama tu hivyo gisu namjua nawe. Unasikia? Yani mengi, yani maisha yao yako kama vile, yani yapo kando, wanaweka maisha yao kando sana na sisi hatuyajui sana. Mimi sijawahi kuongea, sijawahi kuikaa private na test huyo demo bado. Na mimi sijakuwa na nia, siwezi fikia hata siku moja kupenda demo wa jamaa. Ni kama vile na mtusi huyo jamaa wangu. Unaona hicho kitu? Lazima nimpe heshima kama demo wa jamaa wangu, Unasikia? Lakini mimi sijawahi kutokea nikasema udemo huyu ana hivi wala nimtamani kivile, haijawahi. Nilikuwa nampa heshima na muona hivyo tu. Gisi naona muona, lakini hatujawahi hata ongea. Kutoana hata na gisi watu wanaongea mimi nimewahi kumpenda, labda kumtext, labda kunini, mimi sijawahi hata ongea naye. Unajua neno likishatoka likazungumzwa, kuna maneno yanamchafua mtu. Yeah. Kuna maneno ambayo watu wakizungumza ni lazima mtu jina lake hata lilikuwa kwenye % 90 linashuka. Wewe una feel vipi? Maana kwa sasa unaongelewa sana, alafu tunagundua maneno ambayo unaongea, unavyosema wewe unasema sio kweli. Wewe unaichukuliaje na kivyako moyoni uko vipi? Wanasema ya Mungu anapanga, lazima tuyavumilie. Unajua ukiwa tajiri ukiwa maskini lazima uvumilie, Mungu ndiye amepanga. Kuongewa kila mtu anaongewa. Nadhani hata na wewe unaongewa, kila mtu anaongelewa vibaya, kila mtu anaongelewa vizuri, Sasa sio kushika hiyo % kubwa ya watu wanakuongelea vibaya ikazidi tabia yako. Mimi najijua.
mimi ni mtu mzuri. Watu wote wananijua kama mimi mtu mzuri. Unajua sijali percent ya watu wamekuwa kwa ngambo ya ubaya wangu, ajili najua waril wananijua mimi niko nani. Unasikia hicho kitu? Watu wakinichafua najua ipo siku Mungu atafanya nini? Atawaonesha ukweli. Wakati mvua inanyesha usipambane na mvua. Acha mvua inyeshe, baada ya mvua kuna kuwa hali nzuri. Unaona hicho kitu? Watu wakiongea, wataongea, watachoka, lakini jinsi umenikuta leo lazima nikuongelee nao wajue ukweli. Sio hivyo? Yeah. Mimi sina problem na mtu na mimi sijawahi kuwa na kesi na mtu na sijawahi kuwa na roho mbaya na mtu. Lakini kuna watu wabaya wanaishi mu watu wazuri. Na wale watu wabaya ndio wanasababisha watu wazuri kuonekana vibaya. Hiyo kila mtu anajua kwa dunia hii. Kuna watu wabaya wanaishi katikati yetu sisi. Okay. Na unaweza tuambia sasa ni kitu gani ambacho kilifanya utolewe kwenye kundi au utoke kwenye kundi? Tofauti na hizo stories, sijui kwamba hujahudhuria, maana ushatuambia sababu ambazo zilikufanya usihudhurie. Ya tofauti na hizo mambo ambazo zinasemekana kwamba ulikuwa unampenda demo rafiki yako. Ni kitu gani sasa, maana vyote ulisema so kweli. Ni kitu gani sasa kilifanya mpaka utolewe au utoke kwenye kundi? Kuhusu kutoka kwenye kundi, mimi mwenyewe naweza sema kama bado inaongelewa, bado inaonekana kama ajili kuna vitu vinatendeka katika kundi havieleweki. Unajua tulikuwa na show, baadhi ya watu walijua kama tulikuwa na show ya kufunga mwaka. Mimi nilikuwa na wajamaa pale, lakini kuna vitu vitendo vinafanyika mpaka wewe mwenyewe unajua hapa hakuna upendo. Cream katika sana. Mimi nimekuwa tuna kikundi cha WhatsApp, tunaongea sote cha Empire, ajili sote tuko kwa Empire. Tuna kikundi cha Best Life. Baadhi ya siku mimi nimeona wananidelete. Unaona? Wananidelete. Kundi mbili, nikasema kuna nini hiyo issue bro? Nikasema acha ni wa call wote niwaulize. Nika call mtu anakublock. Una call mtu anakublock. Unajiuliza kunatokea nini hapa? Acha kwanza niulize mwingine naye anakublock. Mimi nikasema labda kuna tatizo. Sasa ikafika muda mpaka producer kanipigia simu. Kuna producer amenipigia simu. Dani, mimi naona kitu kienyewe sijawahi ona katika life yangu. Kuna ngoma inafanywa watu wawili hapa, kundi lako na mtu fulani. Unasikia hicho kitu? Lakini sijaona voko yako. Kuna kisa gani? Nikajaribu kupigia wajamaa wakasema hawakuniongelesha. Kila mtu aongee kitu. Mimi mwenyewe nikasema acha basi nijue ni nini ndio inaendelea after. Nikauliza watu lakini watu hawanijibii. Mpaka sasa hivi najiuliza kuna kosa gani? Labda kuna uchafu. Ile nimekuambia kuna watu wabaya katika watu wazuri. Kukua chuki katika kitu kinakuwa hivyo zaidi. Chuki inazidi kukua na inatuma watu wengine wanakuchukia tofauti na jinsi upo. Unaelewa hicho kitu? Mpaka saizi mimi mwenyewe sielewi kama nini inaendelea katika kundi. Mpaka saizi sielewi kama wanatarajia kufanya nini bila mimi. Unasikia hicho kitu? Wanatarajia kuendelea wapi bila mimi? Wakati tumemeki miaka nyingi tunapigania hichi kitu, mpaka saizi watu wanakutenda hivyo, kama wewe utawaza nini? Kusema ukweli inauma sana, inauma kweli. Mimi kama binadamu yani nisiwe mnafiki. Kitu ambacho nakiongea kinauma, yani kuna ile gisi kinagusa moyoni. Na kivyako ulikuwa umewazoea, walikuwa toka karibu, walikuwa washikaji, walikuwa washauri, mlikuwa mshakuwa familia kutokana na muda mrefu ambao mlifanya nao kazi. Wewe unahisi itakuwa rahisi kwako kuishi bila au marafiki zako, kuchukua time kutafuta marafiki wapya? Hivi unatarajia kuishi maisha gani bila marafiki zako? Mimi na wafans first, na wale wafans ni kama family, na kila kitu Mungu akipanga kina sababu yake. Kama Mungu leo amepanga wajamaa wao hivyo, labda Mungu amesema Dani katika hii kundi ana mafanikio kama haya, mimi nampangilia hapa. Mimi natembea na kila kitu kia Mungu anapanga. Kama Mungu amesema yatafika, mimi siwezi kuyakwepa huku. Unaona, lazima yafike tu. Na kama yamefikia yote namwachia Mola, na najua Mola anapanga nini. Mola ananipangia kizuri every day. Na mimi siwezi go down hata siku moja. Na mimi mwenyewe nakutakia hivyo, yani nakutakia usigo down, yani nataka uwe up kila siku. Dani, unafikiria nini? Unaona unaweza kufanya muziki peke yako au hutofanya tena muziki kabisa?
Mimi first thing kwanza music, it's my life, siwezi acha music. Nimekaa, kuna watu wamekuwa wamemjua Dany toka kitambo mpaka sasa hizi wana expect mambo mengi kutoka kwangu, lakini mimi niko mtu inabidi nikae kwanza kibinafsi nielewe ni nini ndio imetoka. Ni kama vile umepata msiba, uwezi sema sai tu mziki huyo mtu, utakaa kwanza unajifikiria kweli kakufa, kweli kafariki, ni nini tatizo, ni nini kama unakuwa na msiba kichwani unakuwa kama uko fresh hivyo labda mimi nitulie kwanza, nijue mambo gani yametokea, nijielewe kwanza myself niko nani nijue kwanza nita create nini kwanza kutoka kwa kibinafsi mimi kitu naweza fanya zaidi kwanza ni kupray. Mimi inabidi niombe wa jamaa wafikishe ndoto zetu kwa tulikuwa tunapangilia zifike. Unaona ndio kitu kikubwa mimi naweza pangilia size. Kuwish, kujua kwa support kwa wanaanguka inabidi ni support kwanza my crew, hata kama nitakuwa out giso wao wanavitarajia, hata kama nitakuwa out ni wapush kimind kinini, hata nikuwa na pesa ni wasupport nijue watafika kwanza wapi. Ajili kulikuwa ndoto nyingi tulitarajia tufike sote, inabidi zifike kwanza hizo ndoto. Kibinafsi nitakaa chini nijue Dany anakosa gani, Dany hajafika wapi, Dany hajaelewa music nini, nijifunze kwanza muziki kisana, akisha ndo nirudie sasa. Dany, unaweza kuambia nini marafiki zako ambao walikuwa nao kwenye kundi? Yani wewe unasikia uambie nini kwa sasa? Chuki haijengi hata kwa family, hata kwa nje, chuki haijengi. Na chuki ikizaliwa, chuki inazidi kukua. Na mimi ninawaambia leo ni Dany, kesho kutakuwa mwingine. Kwa kunakuwa chuki kinakuwa na chanzo kila siku. Itaanza kwa Dany, kesho itakuwa kwa fulani, kwa kifulani, mpaka kundi itasambuka. Waache hizo spirit za chuki. Unaona, kama kuna problem tunaikaa tunaongea, sio kusema eti kuna chuki wewe ukashikia chuki ya mwingine ukaitia kwa roho yako, inakuza vitu vyenyewe viko kwa akili yako. Unaelewa hicho kitu? Waache hizo tabia, wawaze maisha ya kesho, wawaze business, wawaze music, wawaze kila kitu tulipangilia. Unaona, wakuwe strong, washikamane. Hata kama leo wananiona mimi mbaya, sio waone wengine wabaya, sio wabomoke zaidi. Unaona hicho kitu? Wazidi kushikamana, wafikishe ndoto zetu tulivyozipanga. Unaona hicho kitu? Ndio kitu kikubwa mimi naweza ambia wa jamaa, na mimi na wish kwao. Bakunzi ba Buja Hit TV, nimwibagire kugira subscribe, commenter, share, like, byose nimwibagire. Nababwiye turabakunda cyane kubera mukurikirana ibiganiro bya Buja Hit TV. Ndi kumwe na Dany nkuko mubibona, kuri microphone ni Nancy Amanda. Yafise byinshi cyane byo kuvugana na Dany, ariko kubera umwanya udutwaye, umwanya utujanye, ntabwo tuvugana byinshi cyane, ariko ibyari ngombwa cyane navyumvise. Dany, sijisiki kukuuliza zile swali zangu ambazo hazieleweki, maana naona mwenzangu yani you're not okay. Lakini siwezi kuondoka hivi. Itanibidi tu nikuulize hata 2-3. Ni kitu gani kizuri ambacho ulikiona kwenye Best Life Music? Best Life kumekuwa upendo zaidi, kumekuwa kitu kinaitwa family hicho kitu kimekuwa katikati yetu sasa, lakini kimepotea yani kimelost. Na kama kirudi mapema, sio mimi tu nitatoka, wote wataisha. Unaona hicho kitu? Kulikuwa upendo na kulikuwa kushikamana, tumeshikamana muda mwingi sana. Nadhani nyote mnachujua, tumekuwa mnatuona gisi tunaanza mpaka tunafikia hapa, watu walituona. Tulikuwa kama family sisi. Kinyume na kutengana kwenu, ni kitu gani ambacho kiliwahi kukukera sana kipindi hiko cha mwanzo wakati mko wote? Kitu kimenikera imekuwa jinsi tumekuwa na ndoto kubwa zaidi, lakini bado tulikuwa hatuna mshiko, hatuna pesa za kutufikisha kiasi tunataka. Tumetaka sana tusukume muziki wa BJ ufike international, lakini hela sasa ilikuwa bado haishiki vizuri. Ndio kitu kimenikera miaka nyingi kwa kundi. Hivi Dany, mara ya kwanza unamwambia mwanamke nakupenda, nataka kutoka na wewe kimapenzi, I need to be your boyfriend, kitu kama hiko, ulikuwa na miaka mingapi na ili kucost vipi? Maana for the first time na kuwa ngumu. Mimi first time nimemwambia dem nimekuwa na miaka 16 na huyo dem tumefanya miaka 5 tunapendana, na amenisaliti mwaka jana na sijawaza kurudia kwa mapenzi.
ile mara kwanza unaenda kumwambia I love you, I need to be your boyfriend, something like vitu kama hivyo. Yeah, uli feel nini yani moyoni, mwilini, nini? Kuna vitu ambavyo vinapandaga kichwani, mwilini. Imekuwa kazi ngumu. Unajua first time ukitaka kuamua kufanya kila kitu first time lazima kikusumbue. Imekuwa kama dunia yote imeniangukia, lakini nimeweza kunyanyua dunia na nikamwambia. Au mademu wazuri wa mjini ambao wanapenda master, walikuwa wakikutokea sometimes, walikuwa unaweza kweli kujizuia au? Tena mimi and some lazima wademu walikuwa wengi, lakini mimi sio mtu wa demu sana. Mimi mtu wa project, nawaza sana maisha kesho. Sikuwa na katala. Unajua mwanaume sometimes anadokoa. Lazima ya kuepo. Sometimes nimekuwa sijiziwi. Lakini mimi sipendi mademu wa kunishawishi mpaka mimi nikuwe under wao. Ajili udemu ana kitu, ana pesa labda, anishike vibaya. Hapana, mimi sio hivyo. Mimi na search my money na mimi na respect kila mtu jinsi alivyo. Ni demu gani mwanamuziki ambaye uliwahi kukutana naye kimapenzi? Bora kawaida. Sio mpaka wa media. Watatu waine hivyo. Lakini jina zinafichwa. Ni kweli, ni lazima. Sio kila kitu tuweke wazi. Kuna vitu vingine tunaweka. Dan, naweza kupa nafasi ukaniuliza maswali mawili alafu tukao tumemaliza kipindi chetu. Nani kamuumba Mungu? Mungu hajaumbwa na mtu. Ametokea wapi? Mungu ni Mungu tu, natoe kwa Mungu. Atabaki tu kwa Mungu. Hajaumbwa, aliumba, lakini yeye hajaumbwa. Ingekuwa umesoma sana, kama umesoma medicine sana, ungekuwa umetengeneza dawa ukimwi? I don't think so, kwa sababu kuna watu wengi wenye akili na walitengeneza vitu vingi, lakini bado hawajapatia kuitengeneza, na hithi na mimi nisingeweza. Yani usupport ideas za kusema kama watu wanapona ukimwi? No, sina uhakika. Sijawahi kukutana na mtu ambaye amepona ukimwi, kwa sababu watu ambao tulikutana nao watuambia walipona ukimwi, walipona kanisani, waliombewa wakapona, lakini kuhusu hii dawa hawajawahi kupona. Hivi ungekuwa judge, mtu angeiba shindano ungemfanyaje? Kwa sababu vimeandikwa anayeiba. Anayeiba ameshakosa tayari. Kwa ni lazima akishakamatwa ni lazima. Maswali yameshakuwa mengi. Wakunzi wa Buja Hit TV, turabashimiye cyane. Bandanya mukurikirana ibiganiro vya Buja Hit TV. Nimwibagire kugira subscribe, like, share na comment zanyu. Reka dubwire Dany abwire abafanzi biwe akantu kanyuma hama duheze ikiganiro. Naita wafanzi wote wa Best Life. Kwanza ajili mimi ni Best Life damu, hata watu watakuwa wanaongea vibaya ajili yangu. Naita wafanzi wa Best Life wazidi kusupport kundi yangu. Ajili tumetoka mbali, tumesota sana, ajili tuwafikishie ngoma nzuri na upendo wetu tuwafikishie kwao. Nahitaji wafanzi wazidi kunisupport, ingawa kutakuwa beef or problem kati yetu, wazidi kunisupport, wazidi kujua Dany maisha yake inaendeka vipi out music na in music. Wakunzi wa Buja Hit TV, turabashimiye cyane kandi turabakunda cyane. We love you so much guys. Ciao.